Today we are marking World Kidney Day, and the theme of this year is equitable access and access to all. So today, as we are marking this day at Rafa Hospital and Clinics, we are looking at the milestones that we have achieved over the years, especially for patients that are behind me today. Majority of them, they were not able to access a lot of these services when you look at how Kenya has gone over 10 years ago. But looking at today, SHA covers 100% of dialysis. So the patients that are behind me are able to enjoy those services because of SHA. As we are celebrating the success, we have to highlight the issues that they are facing today. Currently, because kidney failure is caused by diabetes, hypertension, the chronic illness, the current fund of SHA does not cater well for these patients. The package that they are getting does not cater for their blood pressure medication, diabetes medication, erythropoietin that they need, calcium tablets. When they are in need for the transplant, the cover does not cover very well. You find that they still have to go out of pocket and look for money to cover for these services. Secondly, the medicine that they need to take every day to ensure that the kidney is not rejected, SHA does not fully cover. So as a facility, we are appealing on behalf of our patients that SHA relooks the packages that they are getting right now to enhance it so that more patients are able to enjoy the benefit of kidney transplant so that they don't have to undergo dialysis. Secondly, as a facility, we have received an influx of patients from other facilities that are shutting down and are not accepting SHA. They're asking patients to pay cash for dialysis. And the main reason when we talk to our partners in the field, they're saying is because they're not receiving payments. The payments have been delayed, and we have experienced the same. At this facility, we have not been paid for 6 months. And right now we have an influx of about 55 patients a day. For a facility like that, for a facility that is a lot of patients. And we're asking the Ministry of Health, SHA, the CEO, Dr. Mwangangi, to at least assist those facilities so that they can open up, and then we don't have patients waiting for a long time to get dialysis. Tungeomba SHA na president wetu pamoja na Ministry ya Health waweze kutushughulikia hiyo malipo ya kwanza, and then after transplant tunajua hiyo wametushughulikia, tunasema asante. Vile vile wakati wa dialysis tunahudumiwa na SHA, tunasema asante. Tungeomba tu pia kuna madawa zingine SHA asitulipi kama dawa za calcium ama madawa zingine ambapo kuna wakati daktari anatubadilisha madawa na hatupati kwa SHA. So tungeomba katika hii changamoto yetu, president wetu na Ministry ya Health watushughulikie fully, sababu hii shida ni kubwa. Tunashughulika na mambo ya transport, kufika pande hii ni changamoto. Kufika hapa kila wakati twice a week. We are coming from like 40 kilometers away. So tungeomba vile vile wakuwe na mahospitali mingi ili waweze wasaidia watu. Tunaomba pia hata na MTRH ni hospitali kubwa, lakini ukifika pale hata saa hii unapata hakuna bloodlines. Tungeomba wafikirie sana. Ujue mimi si kwa mlemavu, ni changamoto ambazo nilipitia kwa dialysis ndio ilinifanya niwe na ulemavu. Sasa ni hapo tu penye wamesema kuna dawa ambazo SHA ikafi. Hapo ndio ilinifikisha mbali niko. Nimekuwa mlemavu kwa sababu ya kukosa dawa, kwa sababu ya lack of finance. Alafu changamoto ambazo mimi mtu kama nimekuwa hivi napitia ni mtu wa kukusaidia. Alafu niko na watoto wananitegemea na huwa wananihitaji. So ningependa tu serikali watusaidie. So dawa SHA ikafi ndio tutembee.
ile tulikuwa tunatembea. Otherwise fikia kwa dialysis wametusaidia sana. Nilianza 2015 dialysis na nikafanya mpaka 2021 nikakaa kwa wheelchair sababu ya low calcium na nikakosa pesa ya kununua dawa. Hizo dawa za calcium unaweza pata 1 tablet ni 100 shillings, kuna 70, 60, ile cheap sana ni 40, but haisaidii kwa mtu mwenye ako dialysis.